Afu nimekumbuka. Sasa wewe Asu, kwenda kwa yule babangu kwenda kumjaza maneno, shida yako nini? Sasa maneno gani mimi nilimwambia baba? Afu mwenyewe kaambia eti asiniambie. Maneno gani? Unajifanya ujui? Akati umetoa ngoko zako kaenda kumwambia kwamba mimi na wanaume kibao ili. Shoga yangu unaona wivu? Hivyo nini sasa? Afu kamwambia kabisa asikwambie. Yaani asije kaniambia. Hivi wewe una akili wewe? Shoga, malaya hana adabu, malaya hana aibu, malaya hana heshima. Shoga nimeitwa nisiende mimi kupiga mpunga kisa wewe. Sasa nashangaa wewe watakuita mapenzi tena. Kati hapa tuko kazini. Kama mimi natafuta tu shoga yangu. Nimeitwa siende. Sijakataa utonge lako. Kila mtu anacheza private yake. Ila ulichofanya sio kizuri. Kwenda kumwambia yule mimi na wanaume kwa wakati mimi nimwambia na mwanaume mmoja ndio nini sasa? Sasa kwani wanaume huyu? Sina kwa shoga yangu mwafunza mfunzi. Wamepanga mstari shoga yangu kama foleni ya madumu. Alikuuliza? Nishayafuna ndio nataka shoga yangu kama nila akashanimwagia nimecheza siku nimetuzwa kwa kumba nini nimejiachia mtoto wake. Haya wewe unataka nini? Hivi Zai, wewe unataka nini? Hivi unamsikia huyu shoga yako? Maana kaona kumetulia. Mimi mwenyewe kinitoka na kuchana. Vizuri. Oh, haleluya. Hakika mkono wa Mungu umetenda na Mungu amenionyesha kuna tatizo linaendelea hapa. Acha nikuulize. Mtoto amekutwa na nini? Mchungaji akasema hospitali hamna hata ugonjwa unaonekana kwa. Mwingine anaweza hata mwenye nyumba amechangia. Hapana, usimpe nafasi shetani. Utampa nguvu na imani itashuka. Mwachie Mungu afanye kazi yake. Naomba mchungaji nisaidie. Ondoa mashaka. Usimpe shetani nguvu. Muamini Mungu ametenda na huyu mtoto ameshakwisha. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninaamuru Bwana matendo yako makuu yatende muujiza sahihi. Ile damu ya Yesu Kristo ikachukua nafasi katika mwili huu. Ninaamuru tena, toka kwa jina la Yesu. Ninakutamkia shetani ibilisi, achia mwili. Ribosekebos handalebosa. Ninaamuru kuanzia saa hii uwe mzima kwa jina la Yesu. Mbona tunabobwa shingo shoga unataka kumiminika vipi? Hebu tulieni bwana. Afu, Mr. Kunisikia? Na kuona tu unaponifuatilia. Kwani vipi jamani? Kuhusu nini yani? Unajitoa ufahamu si ndio? Wewe mimi na. Tangu lini malaya kana wewe? Tena anaweza kaja tukampiga mtungo wote hapa ndani. Na uongee chochote. Hebu tupishie ushamba wako. Wewe Asma, achana naye. Hii ni kazi na hii ni biashara. Kama mtu ungekuwa unaelewa maana ya biashara nini, huwezi kumwambia tu bwana wangu mume wangu. Hapa hakuna bwana wa mtu wala yaani ni kazi, lazima tufanye kazi. Akija mimi napita, akija naye anapita fresh. Nini ambao wote mnamwingilia mtu mmoja, mijicho imewatoka mtu wa kike. Yaani wote mijicho imewatumbuka mnamchangia. Hapa tumepata pesa, mnanielewa? Kwa hiyo ndio mnakuwa mtetezi wa wanyonge humu ndani. Simtetee mtu yoyote humu ndani. Yaani simtetee mtu yoyote. Sio mtetezi, mmepata hela. Mmetoka kwa mlikotoka kutafuta hela. Nadhani mmenielewa. Simtetee mtu yoyote humu ndani. Hapa tumepata pesa, tusimenielewa. Hamna mtu anempendelea mtu. Tunaangalia hela. Bwana simtetee mtu yoyote humu ndani. Nadhani mmenaniliwa. Tatizo anaoa nyinyi, kelele za nini? Sasa mimi natoka naenda kumfuata yule mgeni. Mina, baby na wewe naomba muingie kazini. Hebu tumeelewana? Subiri kwanza ujue madam unapendelea. Hivi kwa nini kila siku mundani mimi
Baby, Zai. Tena wao ndio kila siku kwenye madili makubwa makubwa. Sisi tena tukae huko ndani mpaka tufanane na Singoni, si ndio? Au kwa sababu sisi hatuna nyashi kama wao tena. Hii ni kazi. Si unaona shape yako wewe na wale tofauti. Mimi nahitaji hela. Jamani, ile si ni minyama tu kwenye sambusa ipo. Wewe, hii ni kazi kama kazi nyingine. Sasa unaweza kujifananisha wewe na huyu. Angalia shape ya huyu. Mimi nahitaji hela. Lakini madam, kama hii ni kazi, lazima sisi tufanye kazi. Umeona? Uwezo kama unalisha wateja chakula cha aina moja, lazima wabadilishe vyakula. Mimi nipo, nimejaa kama kelele. Madam, na misi, Hebu nipeleke kazini nifanye kazi. Wewe una akili na maana hujanielewa ninachoongea hapa. Kwa hiyo sisi mko Dangote tunafanya nini? Tunakuja kupiga picha huko. Mko kazini. Bwana acheni waende. Fresh. Nione hili mikope yake hili kama ni Maimuna. Kama nyota au mikope ile. Kama mdogo wake Aisha Mashauri. Sogea huko. Kabisa ndano ile kwanza. Utangamana huko. Baba, katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru Mungu wetu, Baba yetu uliye mbinguni. Asante kwa muujiza uliotenda kwa mtoto huyu. Asante Bwana, nimeshukuru jina lako katika nafsi ya Utatu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Binti yangu, unajisikiaje? Najisikia hayo uchovu. Alafu sikuwepo hapa nyumbani, nilikuwa nayo tofauti na hapa. Sasa basi, pole sana. Mungu amekuponya. Ulikuwa sio wewe bali ni mwili. Mshukuru Mungu, maana Mungu ndiye aliyetenda. Lakini msisahau kuja kanisani. Bado kuna vita kubwa sana Mungu amenionyesha juu yenu. Hakikisha mnamshika Mungu ipasavyo. Endapo utaenda kinyume na hapo, bado mambo yatajirejea tena, atakuwa ni makubwa. Mtoto ameponyeka kwenye tumbo la sindano. Sasa chukua nafasi kumjua Mungu. Sawa? Okay. Binti yangu, nakuwa safi tu. Sijainuka. Nitajika umshukuru Mungu. Na Mungu amenitumia mimi nafasi. Sasa niko mzunguke vipindi vya ibada. Tunasoma Biblia. Sawa? Lakini pia ukija kuacha mfuata Mungu, gharimu tena wewe kumpa shetani maisha. Utaiteketeza familia yako na wewe mwenyewe. Wewe unahitaji kuanzia sasa hivi mambo hilo Jumapili ibada. Sawa? Acha tumshukuru Mungu. Mungu tule mbinguni na mfalme wa kiti cha enzi. Bwana, tunakushukuru Bwana kwa nafasi uliyotupa. Mungu za wako. Kwa kunisubiri. Ngoja niongee na simu mara moja. Halo? Ameshafika, yupo hapa. Mpango mzima ni hela tu. Najua tajiri una baya. Usiwaze, hamna noma wala nini. Ndio.